Bwana, kwenye mitandao ya kijamii kama unakutanaga na klipu, kuna yule Spider ambaye anachezaga taarabu, anakata mauno ya hatari. Kwa muonekano wa kawaida ndio huyu hapa ndugu yangu. Inakuwaje kaka? Kama kawa. Zuka. Nyama mwingi. Bwana, mimi nimefurahi sana kukutana na wewe hapa leo. Lakini niliona ulikuwa nchi za nje. Ulikuwa nchi gani? Nimezulula. Nilikuwa Spain, nikaenda Ufaransa, nikaenda Sweden. Yeah. Lakini clip moja hapo ilionekana umekamatwa na polisi. Sasa nikajiuliza ni mambo yako ya content kwamba ulikuwa unafanya sehemu ambayo hairuhusiwi ukakamatwa na polisi, au ilikuwa hapo ukamatwa na polisi nao pia ni content? Ile ilikuwa ni gig kubwa ambayo nilipata kwenye moja ya supermarket kubwa sana nchini Spain. So tulikuwa tuna shoot content, na kwenye hiyo content tulikuwa tunatumia maaskari. So ilikuwa tu ni part of content. Sawa, lakini najiuliza swali kwamba comedian ndio inatoa wachumba wa kizungu hivi. Tunamwona Diamond ana mchumba wa kizungu, tunakujua na wewe pia una mpenzi wa kizungu. Mambo haya tulikuwa tumezoea kuyaona zamani kwa Marasta Boy bichi. Lakini najiuliza comedy ndio inatoa hivi wazungu? Siwezi kusema comedy in general, kwa sababu pia kuna wanamuziki pia hapo ambao unaona Ben Paul. So sio comedy, ni personality tu ya mtu na interest na vitu kama hivyo hapo. So of course comedy inaweza kuwa inachangia kidogo kwa sababu ya ucheshi nini. Unajua watu wanapenda kufanya ucheshi nini, Spider pale inakuwa rahisi. Ukishakuwa serious sana na yenyewe inakuwa haifui dafu. Hivi najiuliza yule mchumba wako alivyoenda kukutambulisha kwao labda kwa wazazi wake, alafu akasema bwana mimi mpenzi wangu comedian. Wazazi wakaonyesha zile clip unakata mauno. Hiyo ilikuwaje kupambana nayo kwamba wazazi wakuelewe labda na kazi yako nzuri? I say palikuwa pagumu hapo kwa sababu tulifika pale nikapewa msosi nikala, nikapewa vinywaji nikanywa, ikafika sasa muda sasa wa utambulisho rasmi. Unaona, ikafika muda sasa wa utambulisho rasmi bwana, jina lako nani? Unafanya kazi gani? Na hiyo kazi inakuingizia shilingi ngapi? Hapo ndo kwenye utata hapo. Yaani ilikuwa utata, naelezeaje viuno kwa wazazi mpaka visound vizuri kwa mimi kazi yangu? Pagumu hapo. Lakini sasa hapo ndo unapokuja huo ucheshi sasa. Inabidi utumie ucheshi wako. Hiyo inaitwa kwa Kiingereza inaitwa charming, you know? So basi nikatumia tu janja fulani bwana, mimi ni content creator, ila ninakuwa ninafanya videos za comedy, sometimes nina dance. Sasa mama mkwe akanichapa, hebu tuone. Akakosea. Hapo ndo kwenye utata hapo. Nikasema basi sema mkwe simu imezima chaji. Sawa, Diamond sasa hivi unamhesabia kama dancer au bado comedian mwenzako? Diamond ni dancer. Sio comedian tena. Sio comedian. Japokuwa kuna baadhi ya contents ambazo anazifanya zinakuwa zina ucheshi ndani yake. You know? Na ni mtu wangu wa karibu sana na anakuwa tunawasiliana muda kwa muda, na mara nyingi contents zake nyingi anakuwa ananishirikisha. Bwana oya, fanya hii au hii vipi? Inasemekana mwanamke wake mzungu ndo kamfanya kama kumtoa kwenye comedy kumleta kwenye dance kwa sababu mpenzi wake anapenda sana kudance. Hata mimi kama akitokea mtu kunitoa sehemu ambapo nilikuwa napata milioni 1 akanipeka sehemu ambapo ninapata milioni 30, fresh mwanangu. Wanasema kwamba Diamond analelewa na yule mzungu wake. Diamond hana hela ya kumlea mzungu yule. Diamond anajilea. Hapana, Diamond sasa hivi ana hela ana hela vibaya mno. Zile content zake YouTube zinamuingezia vibaya mno. Yaani hakuna, mimi hapa ninasema ukimtoa Diamond, ukimtoa Alikiba, Harmonize, hakuna msanii ya bongo hapa anemfikia Jay kwa kuingiza hela. YouTube. Kwenye nini? YouTube, Facebook, TikTok, kwa sababu TikTok yake ni ya nje ile. Kwa hiyo pia inamuingizia hela. YouTube pia viewers wake ni wa kimataifa, kwa hiyo anakuwa na hela nyingi. Bwana, kushukuru sana kwa time yako ndugu. Haina mambo yangu.